zinaarifu baadhi ya wanavijiji hao walikimbilia maeneo jirani wakati wa kisa hicho kinachodaiwa kudumu kwa zaidi ya nusu saa. Kulingana na wanavijiji hao, kisa hicho ni cha pili baada ya chengine kutokea miezi michache iliyopita, ambapo wanaitaka serikali kuingilia kati ili kukabiliana na utovu huo wa usalama unawatia hofu. Akithibitisha kisa hicho, naibu kamishna kaunti kwanza alipoteza kazi kabla potezo washikaji. Kitu cha pili kutokomea ni manzi, machozi tulizo la simanzi. Alikaza asimtone mandugu alipoanza kumuongea mchizi, alipokosa gawazi ya chai mandazi. Jua kali afadhali sana usiku kama una ndazi. Awali ilikuwa mtu wa moski sana, kumwakia kajitia kwa chinji za madrugs. Lawama kumgandama kama kibanzi, mawazo ya kitanzi. Light waga mwisho wa tane lisoko kina kisima. Shimo kama lateo kizama kuzima lazima. Kwa jide ndio siku zigandi, unachanganya mbinde na kitu kipande. Ukisikia wachao wanachapa magwaride, ujue hicho chuma kimelandi. Mjomba kawa mayebo yebo ebo, na enzi ilikuwa ni matimba landi ya kila rangi. Amepinda mpaka basi, gwara mbili za surwa zinamshinda umaskini maradhi. Aidha, mkuu huyo wa polisi amemtaka yote mwenye taarifa kuhusiana na washukiwa hao wanaodaiwa kuwahangaisha wakazi wa maeneo hayo kila uchao kujitokeza na kupiga ripoti kwa maafisa wa polisi ili hatua za kisheria zichukuliwe kwa usalama wa kaunti ya Kwale. Kaunti ya Kwale imekuwa ikikumbwa na changamoto za kiusalama katika siku za hivi majuzi, hasa baada ya kushuhudiwa kwa shambulizi la gruneti katika mkahawa. Makaratasi kwa kabati, milango akibisha no vacancy. Kwa maana misiba shida uone kawaida. Msongo wa mawazo kimbizo, usiwaze ujinga, usiwaze iba hata litande giza. Hisani kwa hisani zimetoweka, msaada kwa jirani umetoa kibali, kubali kusengenyeka. Mapenzi ndugu na noti, thamani upendo aoni, usijisumbue ni bure. Chozi hawelewi hizo lugha za kupigiana magoti. Imekata chada kataka talaka, na sasa kawa ex-wife chagwa. Wambali unaweza kaba, lakini mwanao toka wali. Hata kimari alikuwaga usikiendwa na kanyaga. Achezi mbali hapa. Mtoto kitumbua mekianika, maninja wanachapa kuchapa. Yalikatika matumaini, maisha kayakatisha mtini. Kukaze limshinda kaburi akaona afueni. Nisikize mchizeni, hata kichapika kuwa ngumu. Amewataka wakazi wa maeneo hayo kuzingatia vilivyo mpango wa nyumba 10, jambo litakalofanikisha kuwatambua wageni wanaozuru eneo hilo kwa lengo la kudumisha usalama. Akizungumza na wanahabari, Bindago amesema kuwa idara ya usalama kwa sasa imeweka mikakati kabambe kuhakikisha kuwa usalama unaimarishwa, hasa maeneo ya mipakani, kwa lengo la kuwatia nguvuni wote wenye nia ya kutatiza amani katika maeneo hayo.